watukufu wa Islam, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, bila shaka tumekwisha kusikia mengi kutoka kwa ulamauna albarara, jazahumullahu khaira aljaza. Kuna ulama wametueleza fiqhu siyam, na mpaka sasa fiqhu siyam zinaendelea katika masajidu shatta. Kuna ulama wanatueleza fiqhu zaka, na bado zinaendelea fiqhu zakati katika masajidu shatta. Wapo ulama wanaotueleza fiqhu alhajj, wapo ulama wanaotupa tazkia na mawaidha mbalimbali katika maudhui shatta. Kwa siku yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala, maudhui yetu kidogo itakuwa gharib, lakini sio mpya. Ni maudhui mgeni lakini sio mpya, sababu hatuwezi kuleta jipya katika ulingo huu wa da'wa. Yule mshairi aliyedai amekuja na jambo jipya, alipoulizwa toa dalili, alishindwa. Alisema wa in kuntu al-akhira zamanuhum laatin bima lam tastati'hu al-awailu. Mimi japokuwa nimekuja mwisho, lakini nimekuja na mambo ambayo wa mwanzo hawakuja nayo. Akaulizwa kama ni kweli, basi tupe herufi mpya katika herufi za alhijaiya, tutolee moja mpya katika alif b t f mpaka ye, toa mpya ambayo haipo katika walokuja nazo mwanzo. Akashindwa. Nasema maudhu ni gharib lakini laysa bijadid, na maudhuuna al-yawm insha Allah itakuwa faida ya kutabasamu au kucheka. Na maudhui hii kama tulivyosikia katika suratul Najm mwisho wa aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna ila rabbika almuntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeyaumba yanayochekesha na kufurahisha na kuhuzunisha. Kufurahi na kuhuzunika ni tabia ya mwanadamu, na mwanadamu ana mambo mengi ambayo ni katika adad al-umur. Kuna uhai, kuna mauti, kuna mwanamume, kuna mwanamke. Yote yamezungumzwa katika aya al-mubaraka zilizosomwa. Lakini kusema kwamba leo tunazungumzia faida ya kucheka au kutabasamu, nini maana kutabasamu? Kutabasamu na kucheka ni kitu kimoja, kwa sababu ukienda katika ulama al-lugha walivyoitafsiri maana ya tabassum, wanasema ni aqallu dhahik wa ahsanuhu. Tabassum ni uchache wa kucheka, bali ni kicheko kizuri. Unapoambiwa fulana ametabassam, maana yake amecheka kicheko mu'tadil, tena katika vicheko vyema na vizuri mno. Na haifai kwa mwanadamu kuwa mutawasilul ahzan, kila wakati amehuzunika tu, ameikunja sura tu, amefura, amevimba. Man asbaha hazinan ala wajhi al-ardi fakaannama asbaha yashku Allah. Anayeamka asubuhi amenuna, mfano wake ni kama anayemshtaki Mungu kwa yaliyomsibu. Unahuzunika nini? Ndio maana mwanachuoni mmoja kule Saudia, hafidhahullah, Aid ibn Abdullah al-Qarni, ana kitabu chake kimoja anasema la tahzan, usihuzunike. Kuna mambo mengi ambayo yanakufanya wewe uwe kila sababu ya kutohuzunika haipo katika msamiati wa maisha yako. Unahuzunika nini? Kuna mengi ambayo yanafurahisha, yanafanya uso wako uwe basam. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Sayyiduna Abu Bakr, wakati Abu Bakr mwambia Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la ra'ana.
Kama Quraishi, kama mmoja atatizama katika miguu yake atatuona huzni imetanda katika uso wa Abu Bakr. Famadha kana jawabu al-Mustafa, Mtume alimwambia ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma ya Aba Bakr la tahzan inna Allaha ma'ana. Abu Bakr, mimi na wewe tuna watatu wetu Allah, usihuzunike, hawezi kutuona hapa. Wa idha al-inayatu lahadhatka uyunuha fanam fa innal makhawifa kullaha aman. Allah akishakumurika na inaya yake, lala, kila kitu kitakuwa salama. La tahzan imekuja katika suratu Tauba, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. La tahzan, don't be sad, usihuzunike. Uzni inaleta maradhi. Na msikilize huyu mshairi anasema hamat ala nafsi alghumum kaannaha wa kaannahunna farisatun wa suquru ya laylu ayna an-nur hal tanqadi am laysa ba'daka nuru. Alipokuwa mwingi wa ghamu na hamu na huzni, na bilmunasaba Mtume alikuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal-hazan wa a'udhu bika min al-jubn wal-kasal a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Dua hizi katika maathurat ya dua al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, anasema usinipe huzni, gham, nisiwe na ghamu, humum. Sasa mshairi anasema hamat ala nafsi al-ghumum kaannaha wa kaannahunna farisatun wa suquru, imenivamia huzni na ghamu na hamu kama namna nilivyovamiwa na wanyama wakali wale, simba na chui na eagle, wale wanyama wanaoweza kunyofoa viungo vya wanadamu. Ndo ghamu zinavyofanya. Kisha anauliza ya lailu aina nur, usiku nuru itakuja saa ngapi? Hal tanqadhi am laysa ba'daka nuru. Kwa kuwa na huzni unajiletea maradhi. Usiwe daimu al-ahzan, mutawasilu al-ahzan, stone face kama wanavyosema. La, tabassam lilhayat, kuwa mwenye kutabasamu kila wakati. Bali Mtume wetu amelifanya jambo la kutabasamu ni ibada. Naam, kucheka, kutabasamu ni ibada. Imepokewa anasema tabassumuka inda wajhi akhika sadaqatun. Angalia maneno mazuri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutabasamu mbele ya uso wa ndugu yako unahesabiwa umetoa sadaka. Kumbe sadaka sio kutoa hela tu. Mungu ametujalia kuna vitu vingi vya kutoa sadaka. A smile on the face of your brother is charity. Wazungu walikuwa wanasema hivi, hawakujua kama hii ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Mtume ana mafunzo mengi ambayo lau tutayakamata watatufuata wengi wasiokuwa Waislamu. Lakini kwa vitendo vyetu Waislamu vingi viovu, wengine husema dini ile haifai. Kumbe tabia na dini ni vitu viwili tofauti. Lakini katika sisi Waislamu kuna watu magrupu mawili, hasanuddin, sayyi'ul khuluq, ni wazuri katika mambo ya ibada na dini, lakini ni wabaya katika tabia na akhlaq. Na kuna kundi la pili, ni wazuri katika tabia lakini ni wabaya katika dini. Hawa wote wrong. Utakiwi kuwa mzuri wa dini, mbaya wa tabia, wala kuwa mzuri wa tabia, mbaya wa dini. Muislamu anatakiwa awe mzuri wa dini, mzuri wa tabia. Maalasafi shadid, watu wengine wengi katika sisi tunasali 5 salawat, tunafunga Ramadhan kamil, tunasoma Qur'an, tunafanya ibada nyingi sana, lakini tabia zetu ni mbaya. Na wengine hawasali, hawafungi, hawahifadhi chochote katika Qur'an, lakini tabia zao ni nzuri. Hawa wote sio sawa.
wanatakiwa wawe wazuri wa tabia, wawe wazuri wa dini, na ndivyo walivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watukufu wa Islam, maudhui yetu ya leo ni faida zake kutabasam, na moja katika faida zake tumeona kwamba kumbe ni sadaka. Mtu yoyote anapotabasam kwa mwenzake ametoa sadaka. Sahaba Abdullah Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu anasema, sahaba huyu, ma raani Rasulullah illa ibtasama fi wajhi. Wakati naishi mimi na Mtume enzi hizo, anasema kila anapoonana nami bwana Mtume huwa anacheka na kutabasam katika uso wangu, kila nikionana na Mtume. Jarir amelisajili jambo hili kwamba kila Mtume anapoonana naye anatabasam. Amelisajili hili, akaliona ni moja katika mambo ambayo sio ya kawaida, mpaka akatuletea sisi huku tunasoma kwamba Mtume alikuwa kathiru tabassum, hashun bashun, ni katika maneno ya kutabasam. Kana yukallimuna wa nukallimuhu, yudhikuna wa nudhikuhu, fa idha uqimatis salatu qama kaannahu la ya'rifuna. Lakini alikuwa na wakati wake bwana Mtume, of course, wa kutabasam, wa kusmile, wa kufanya mzaha, na upo wakati wa mtu kuwa serious. Ndugu zangu, kucheka ni moja katika mambo mazuri, lakini kucheka kwenyewe kuwe dawabit maalum. Kuna hadithi sahihi inasema, iyyakum wadhahik fa inna kathrata adh-dhahiki tumitu al-qalb. Jiepusheni sana na kicheko cha kupitiliza, kwa sababu kicheko kinachopitiliza kinaua moyo. Mtume ametukataza tusicheke kupitiliza. Kuna mmoja ucheka mpaka kagaragara mikojo ikamtoka, huyo amepitiliza. Mtume hakukataza watu wasicheke, lakini usipitilize, kwa sababu ukivuka mipaka yake inqalaba dhalika al-amru ala dhiddi. Hata chakula ukipitiliza yanqalibu ala dhiddi. Wazungu wanasema too much of something is poisonous. Ukifanya kitu chochote kikiwa zaidi kinageuka, badala ya tiba kinakuwa sumu. Na ndio maana Mtume akakataza kicheko aina hiyo, lakini mwenyewe kumbe alikuwa anacheka. Bali tumesoma katika sira, kana yadhaku hatta tabdu nawajidhuhu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akicheka mpaka magego yalikuwa yakionekana. Rasulullah alikuwa anacheka. Huwezi kumkinga mtu asicheke. Lakini pia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kathiru tabassum, ni ishara ya kuwapa watu huria. Unajua kuna watu wengine wanaogopewa kwa sababu sura zao, anaambilika yule, lakini angalia ile sura yake, nenda kama yule bwana haambiliki. Ndio maana baadhi ya watu huwa wanawatega mabosi wao kazini, akiona leo bosi amekuja na cheka cheka, pale pale ndo anapenyeza ombi lake, anamwangalia. Akimwona leo kidogo uso umebadilika, haambiwi kitu. Sasa leo bwana yuko moto, na ukimtajia kitu atakutukana wewe mpaka ukoo wako mzima, kwa sababu sio siku yake. Leo mambo mabaya, wanatizama sura tu. Sura ya Mtume ilikuwa ni hashun bashun tabassumun basamul muhayya dhahika as-sin. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili upate nafasi ya kumuuliza. Kuna mashehe wengine hupati hata nafasi ya kumuuliza kutokamana na sura yake ilivyo. Hata ukitaka kumuuliza kama arkanu sala unashindwa sana anapotizama huyu. Lakini Mtume namna alivyokuwa mumbasit mbele ya watu, anataka kuambia mko huru, mko huru. Ndio maana Allah akasema, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik.
fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Utukufu hichi kidole ninafanya hivi ni mazoea katika kuzungumza. Siku moja alimsimamisha kijana karibu na msikiti wa Msalani pale. Kauliza, Sheikh, tunapenda sana mawaidha yako, lakini kwa nini unapotoa mawaidha unaonyesha kidole hivi? Au Freemason? Nikasema subhanallah, itakuja kuwa katika tashahudi watu hatunyoshe vidole sana. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa rehema zake Allah wewe Muhammad umekuwa flexible, umekuwa laini kwao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu man hawlik, ungekuwa fedhuli, mzito, mgumu, msusuavu wa moyo, wangekukimbia. Fa'fu anhum, wasamee wanapokosea, wastaghfir lahum, waombee msamaha. Msamaha ni tabia zote zinazofungamana na mtu wa aina hiyo. Wasameheni wenzenu kama mnataka kusamehewa na Mwenyezi Mungu. Ibada kubwa sana, hasa katika mnasaba wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. In kunta turidu an yusamihaka Allah fasmah liibadillah, faghfir liibadillah, famhu liibadillah. Wasamehe waja wa Mungu kama unataka kusamehewe na wewe. Na kuna wengine ufika viapo vyote kusema wallahi simsamehe. Kakukosa nini? Sababu atfahul asbab. Kuna bwana mmoja aliombwa sana, bwana msamehe mwenzako, akasema mimi simsamehe. Kapelekwa na wazee, tunakuja tumeombea bwana radhi, muombe msamehe, mimi siwezi kumsamehe. Imefika mpaka mwaka nitakwenda Maka bwana kuhiji, bwana anakuja tusameheana, kesho kutwa naenda haji, mimi siwezi kumsamehe. Mashehe wameingia kati. Akiona nazongwa sana akauliza, kwani hija yake itamaliza siku ngapi? Kaambia wiki 3 kiasi. Kwa basi nimemsamehe kadri ya wiki 3, akirudi ugomvi wetu pale pale. Usifanye hivyo Muislamu. Fastaghfir lahum, fa'fu anhum, wasamehe, watakie radhi. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Ni kitu gani kilichomfanya mtume watu wanamiminika kwake? Ni linu janibi wa fannu taamuli ma'a nas. Kizama bedui anamwambia mtume, a'tini ya Muhammad, mtume anamwambia abshir. A'tini, nipe, abshir. Abshir, habari njema, mambo yanakuja. Bedui alisemaje? Laqad aktharta alayya bikalimati abshir ya Muhammad. Siku zote abshir, abshir hizo zitaisha lini? Kila nikikuomba abshir, 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 abshir. Mtume akatabasamu. Amepokea neno zito kwa kutabasamu. Na mara nyingine sio kila ukitabasamu ndio umefurahi. Idha ra'aita nuyuba al-asad barizatan fala tadhunnanna anna al-asada yabtasim. Ukiona meno ya simba yako nje usifikiri simba anacheka. Kuna maneno mengine ni mazito, lakini mtume anayakabili kwa staili hiyo. Akamgeukia Abdurrahman pamoja na Bilal kumwambia, laqad radda hadha kalimata al-bushra faqbilaha antuma. Huyu amekirudisha kilima cha bushra, kakiona kibaya, habari njema, basi kikubalini nyie. Wale wakasema tumekikubali ya Rasulullah. Huku kimekataliwa, mtume akakipeleka pahala pengine, kimekubaliwa. Hii ndio fannu taamuli ma'an nas aliyoweza mtume kuwa nayo, akachuma nyoyo za wengi sana, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na mpaka leo Ulaya sasa hivi wanakwenda kidogo kidogo tu kuzifanyia implementation, tatbiq sheria za Muhammad ibn Abdullah alizokuja nazo katika Uislamu. Wanakwenda tu kama watu hawatomwamini kiimani na tauhid, lakini watamwamini kwa siasa yake. Ndio maana huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq
liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha alkafirun. Hata wakichukia utume wake, lakini watamfuata katika baadhi ya mambo. Watasema na sisi tuondoe mambo ya riba katika benki zetu, muamalatina. Watasema na sisi tufanye tatbiq sheria ya kuoa. Watakwenda tu, ulimwengu mzima huu utakuwa unafuata sheria za Kiislamu, hata kama hawatusilimu kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, kwa siasa nzuri ya Mtume Muhammad. Na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tusiwe na tabia za kuwa wakali, wala tusiwe vile vile na tabia za kuwa wapole. La takun rataban fatusar wala takun yabisan fatuksar wabtaghi baina dhalika sabila. Usiwe mgumu, watakuvunja, wala usiwe laini sana, watakukamua. Kuwa neutral, uwe kati na kati. Kuna wakati kama vile ambavyo kuna wakati wa huzuni, kulia. Haiwi kwamba mtu ndo amefiwa, mtoto wake kafa, yeye anacheka mwendo wazimu. Lakini sio wakati wako wote pia wewe unahuzunika tu, sio wakati wako wote pia wakulia. Kila kitu kina wakati wake, lakini ipe fursa yako nafasi kubwa ya kufurahi na kutohuzunika. Ndio waliopita, mmoja alikuwa ma jalasa fi majlisin illa abka an-nas biqawli wa bikalimati wa binasaihi fabaka man hawla. Kuna watu wawili tofauti, yeye akikaa na watu atatoa maneno makali, wote watalia. Mwingine yeye hakai na watu illa dhahika wa adhaka man hawla, yeye atacheka na atawachekesha walio pembeni mwake. Wakakutana siku moja mchekeshaji na mlizaji. Mlizaji akamwambia mchekeshaji, wewe unachekesha watu tu kana kwamba umeona kwamba uko salama mbele ya Mola wako na amali zote zimekwisha, ni kucheka tu. Akamwambia, na wewe unaliza watu kana kwamba umekata tamaa na Mola wako hakuna tamaa. Wewe usikate tamaa bwana. Wote hawa wana kheri. Kucheka kumeumbwa na kulia kumeumbwa. Wa annahu huwa adhaka wa abkaha, yeye Mwenyezi Mungu ameumba la kuchekesha, la kufurahisha, la kuhuzunisha na la kuliza. Rasulullah siku moja ametoka ala rahilatihi, yuko juu ya ngamia wake, akasoma dua ya safari. Baada ya kumaliza akasema, Allahumma ighfir li dhunubi kullaha fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Rabb, nisamee madhambi yangu, hakika hakuna anayeweza kunisamee dhambi zangu isipokuwa wewe. Thumma dhahik, hadithi nasema thumma dhahika an-nabi, kisha akacheka. Faqala sahaba, masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, limadha tadhhak, mbona umecheka baada ya dua hiyo? Akasema, naam, yadhaku Allahu li'abdin qala Allahumma ighfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yadhaku Allahu wa yaqulu alima abdi bi annahu la yaghfiru dhunuba illa ana. Anasema nimecheka kwa sababu Mungu anacheka. Na taban tunapozungumzia habari ya kucheka kuna dhawabit maalum, ulama at-tauhid wametufunza. Ukienda katika Qur'an utasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo Mungu anacheka na kufurahi kwa mja ambaye ameomba istighfari, kwa sababu Mungu anasema huyu kajua kwamba hakuna mwenye kusamehe makosa yake isipokuwa mimi. Linamfurahisha sana Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, linamfurahisha sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Rasulullah anacheka kwa sababu anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anacheka na kufurahi wewe unaposema maneno hayo. Ndugu zangu, hata ulama wa salaf katika masahaba na tabi'in na tabi'i tabi'in, mmoja akiitwa Abdullah ibn Jubair, anasema mmoja katika wanafunzi wake kana
yuhadithuna wa yaqussu alaina Abdullah ibn Jubair hatta yubkina, ilikuwa akitutolea habari mbalimbali Abdullah ibn Sa'id ibn Jubair. Abdullah ibn Jubair, Sa'id ibn Jubair. Abdullah ibn Jubair ni katika urumat wa wakati wa sahaba. Sa'id ibn Jubair kana yaqussu alaina fayudhikuna fayubkina, alikuwa akitutolea habari zinatuliza tunamwaga machozi. Wa rubbama lam yakum hatta yudhikna, rubbama lam yakum hatta yudhikana, na wakati huo hawezi kumaliza mazungumzo mpaka atufurahishe na kutuchekesha. Hata kibari ya tabi'in walikuwa desturi hii wanayo. Bali Abu Darda anasema inna hadhihi alquluba tahya wa tamut, hizi nyoyo zina tabia ya kufa na kuwa hai, zina tabia ya kufa na kuwa hai. Na mara nyingi sana mtu anapokuwa anafanya amali zile jadda, serious works, ambazo kila wakati uko serious kwa mambo, kuna baadhi ya vitu uchomoza: kasal, uvivu, alkaaba, malal, stress mbalimbali, hufika mpaka huyu mtu akapata maradhi ya kumahanika, ikapata msongo wa mawazo kutokana na kwamba amali zake zote zile jada iko serious katika kila jambo. Upata baadhi ya maradhi haya, kama hatojitibu kuwa atoke katika baadhi ya nyakati katika hali ile aende katika hali nyingine, itakuwa matatizo. Kwa hiyo unatakiwa wewe utoke katika baadhi ya nyakati, kama anavyosema Abu Darda, inna hadhihi alquluba tahya wa tamut fa idha matat, hizi nyoyo zikifa, fahmiluha ala tilka alnawafila, zibebeni zipelekeni katika vile vitu vya ziada vya mubah ambavyo havina dhambi ndani yake. Zistarehesheni, rawihul quluba sa'atan fa sa'a, zifurahisheni nyoyo katika baadhi ya nyakati. Unazitoa katika hali fulani unazipeleka katika hali fulani. Na kutabasam na kucheka ni moja katika hali ambayo unaweza ukambadilisha mtu katika mazingira ukampeleka katika mazingira mengine. Naam. Pia vile vile idha matat ihmiluha ala an-nawafil wa idha hayat, zikiwa hai ihmiluha ala al-faraid, zibebeni mzipeleke katika mambo ya lazima ya faradhi. Unakuwepo huku, unakuweko na kule, kadri ya kuipeleka mtu roho yake na moyo wake katika itidali ya maisha. Alafu ndugu zangu Waislamu, uso ni kiungo kitakatifu sana katika mwili wa mwanadamu. Hapa ndo kuna pua, hapa ndo kuna macho, hapa ndo kuna mdomo, hapa ndo kuna ulimi, hapa ndo kuna masikio. Hichi kichwa na uso ndio kiungo kitukufu ambacho ndicho upelekwa chini ya mchanga, akasema subhana rabbiyal a'la, ukawa unamsujudia Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa kukidhalilisha kiungo hiki. Lakini kiungo hichi ni muhimu sana, mpaka Mtume alikataza kisipigwe. Ma haqqu ahadina li zawjatihi alayhi an tut'imaha idha ta'imt wa taksuwaha idha iktasayt wa la tadrib alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt. Naha an darb alwajh, Mtume anakataza uso usipigwe. Lakini sisi ndo tunapenda, tukitaka kumpiga mtu tunakimbilia katika uso. Mwana unampiga bao mpaka macho yanafunga kiza, na wale watu wa masumbwi na manini huwa wanalenga tu katika uso. Ukitoka pale uso wote umevimba. Uso haupigwi. Uso ni kiungo kitakatifu sana. Sasa wanasema man yadhhak haraka 13 adla fi wajhi, mtu yoyote anapocheka katika faida anazozipata ni mazoezi ambayo unaziharakisha na kuzitikisa adala muscles zilizokuwa katika uso zaidi ya 13, zote unazifanyia tahriki katika kiungo cha uso wakati unapocheka. Mazoezi maalum ambayo wengi wanashindwa kuyafanya. Mazoezi haya ndiyo upelekea mtu akawa hana zile taqasimul wajh. Unapofika mtu mzima huo uso na katika mistari, utaona hapa kuna namba 11,
au 111 au 1111, zipo kutokamana na hali ya maisha yako ulivyokuwa unaishi. Sasa wenye kutabasamu kila wakati na kucheka, hizi huwa hazipatikani, zinakimbia, kwa sababu ni mtu wa kutabasamu na kufurahi kila wakati. Na ndugu Waislamu, lakini pia jambo la kucheka ni jambo ambalo ulama mufakirina wengi wamelizungumza kwamba man yadhhak wa yatabassam yakunu akthar fa'iliya wa akthar intajan. Katika production anazoweza kuproduce mtu, basi kucheka na kutabasam humfanya mtu ikawa production zake nyingi zinakubalika, na yeye mwenyewe anakuwa presentable, na yeye mwenyewe anakuwa nakubalika katika watu, na anaweza akateka nyoyo za watu. Na kama ni muuzaji, ukaona biashara yake inakwenda vizuri sana, yani anakuwa akthar fa'iliya kuliko mtu yoyote mwingine. Ndio maana Wachina wakasema yule mtu, sema man la yuhsinu dhahik au tabassum, yule ambaye hajui namna ya kutabasamu au kucheka, la yumkinu lahu an yaftaha matjaran, hawezi kufungua duka, atafilisika tu. Kuna wengine watu hukimbia maduka kwa sababu ya face ya muuzaji. Kwa nini? Na ile duka hapa, bwana twende. Umuone shopkeeper mwenyewe kanuni, utafikiria sisi tumemkosea. Tumemkosea nini? Mali yote alikuwa nayo ile. Hata ukiongea naye sauti yake utaisikia namna ile. Kama kuna vita, basi watakuhama tu. Ndo Dr. Aid anasema kule Ufaransa iliyowahi kutokea, kuna sharika, kuna kampuni fulani kama vile duka kubwa la supermarket, wale wauzaji pale walitaka kuongezwa mshahara kwa bosi wao. Bosi akasema hamna nafasi ya kuongezwa mshahara. Wakaeka mkutano, wakaamua kwamba jamani, tufanye kitu, tumshinikize bosi wetu atuongeze mshahara, lakini maadamu ametukataza kutuongezea mshahara, itabidi tufanye mgomo baridi, tuuze biashara lakini tusicheke na customers, tusitabasa. Kwa hiyo wakaamua wote wa Kukenya mnajua, mimi mwenzenu mtu wa Mombasa, lakini nimekaa Unguja miaka 15. Wao wanasema ndio wanajua Kiswahili kuliko watu wote katika hii dunia. Sijui kama ni kweli. Kukenya ni ile takshirul aniyab, kama vile Dracula au vampire wale, ndo Kukenya. Wakasema tuamue kwamba sisi madukani pale kija zabae tumekenya, sio Kenya hii takshirul aniyab. Basi taba unasema kuanzia siku walipochukua uamuzi huo, walirudisha pato la maingizo ya bei zinazonunuliwa pale mpaka 60% hasara ikaingia pale kwa sababu ya Kukenya tu, mpaka mwenye duka akawaongeza mshahara. Kumbe kutabasam kunaweza kukaleta hata mambo ya kidunia. Ndio maana msemo mmoja anasema idha aradta an yusamihaka gharimuk fatabassam inda, ukitaka mdeni wako akusamehe, cheka mbele yako. Kama unadaiwa na mtu, yule mdeni wako anakudai, tabasam mbele yake, atakusamehe. Bwana ile deni lile 200 zile nimekusamehe kwa sababu umecheka tu mbele yake. Lakini ukinuna nakwambia wallahi hasamehewi mtu hapo, utalipa na riba atakutoza kwa sababu umenuna. Wa idha aradta an yafdika sahibu tabassum ni kitu kikubwa sana katika jamii yetu, ambapo ulama ulijtimaa social education tumesomeshwa kule, ni kitu kizuri na ni katika turuku tadris. Mwalimu pia anapokuwepo darasani anatakiwa awe amebobea katika fani ya turuku tadris, methodology za kusomeshea awe anazijua. Mwalimu anaweza akampoteza mwanafunzi, kumbe ni hodari sana kwa sura yake tu, namna akimtizama pale darasani, akamuhangaisha mpaka huyu mtoto mbona hivi, kwa nini amefeli, sikufikiria. Lakini umemfanyia haraj kidogo katika mapokezi na namna ya unavyokuwa naye pale darasani. Ni vitu vizuri sana hivi vya kuvisoma katika taalimu mbalimbali. Watukufu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam
alikuwa na sahibi yake mmoja kutoka Badia akiitwa Zahir. Huyu Zahir alikuwa mchekeshaji, alikuwa mtu ambaye sura yake mbaya, lakini ni mtu anayekonga nyoyo za watu. Mtume alikuwa akimpenda sana. Siku moja alikuja sokoni, akampata Zahir anauza. Mtume anakuja sokoni, anampata Zahir anauza biashara zake, akamkumbatia bwana Mtume nyuma ya mgongo wake. Yule Zahir anauza huku, Mtume akaja akamkumbatia nyuma ya mgongo wake. Zahir akashtuka, sema man hadha arsilni, nani huyo, niachie. Akigeuka hivi anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ningejua ni wewe nisingetoa kauli hiyo ya Rasulullah. Mtume akaukamata mkono wa Zahir akasema, man yashtari minni hadha al-abd, ni nani atakayenunua mtumwa huyu nauza? Mtume anaakti kama anampiga bei mtumwa. Hii ni pati katika mizaha ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule bwana akajua Mtume ananitania, akasema, Rasulullah, sura ya mtumwa kama hii, tajiduni kasidan, biashara yako imedoda. Ni biashara ambayo haina faida. Anajua kwamba Mtume ananifanyia maskhara, anamlipa maskhara yake. a'ti al-kalama min al-mazh biqadri ma tu'ti at-ta'ama min al-milh, yape mazungumzo mzaha kama vile unavyoipa chakula chumvi, utanoga. Wakifurahi, wakicheka, wakitabasam, inapendeza. Rasulullah anasema, man yashtari minni hadha al-abd, huyu mtumwa atanunuliwa na nani? Mtumwa mwenyewe anasema, idhan biashara yako imedoda ya Rasulullah, tajiduni kasidan. Akamwambia aje Mtume, lakinnaka inda Allahi ghali, kwa watu inawezekana utadoda biashara, lakini kwa Mungu wewe ni ghali sana, hudodi mbele ya Allah. Hakuna mtu mbaya mbele ya Allah subhanahu. Sura yako ni nzuri, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ahsani taqwim. Hakuna mbaya mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa na mambo haya akifurahisha watu. Kaja siku moja bwana mmoja sema, ahmilni ya Rasulullah ala ibil, nipandishe juu ya ngamia ya Rasulullah. Mtume akamtizama akamwambia, la ajidu laka jamalan illa walada naqa, sipati ngamia kwa kupandisha, labda mtoto wa ngamia. Akamwambia Rasulullah, mimi ataniwezaje mtoto wa ngamia? Akageuka yule mtu akaondoka. Alipoondoka Mtume akamwita akamwambia, hakuna ngamia isipokuwa ni mtoto wa ngamia, umekimbia bure. Hata huyo ngamia unayetaka tukupandishe kazaliwa na nani? Na hiyo pia yeye ni mtoto wa ngamia. Kwa hiyo mimi nimesema, lakini sikusema uongo. Wakana yamzahu ahyana, huu ni mzaha wake Mtume. Ukisikia utafurahi, utacheka, bali utashangaa. Yule mtu mzima kizere alipokuja akasema, ya Rasulullah, niombee dua niende peponi. Mtume alimwambiaje? Aljannatu la yadkhuluha ajuz, kizere haingii peponi, wewe unajisumbua bure. Angalia, subhanallah. Yule bwana bibi akone, hii ndio bishara yangu, Mtume ndio kishasema mimi motoni. Analia. Mtume akamwambia, unalia nini? Zosha nibashiria. Kaambia, wewe hujasikia Allah anasema, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin, kwamba huu umri haupo peponi. Si kwamba wewe huingii, umri huu hautokuwepo, wote wari kule, umri mmoja. Haya, niambie, Mtume anasema maneno haya. Lakini pia kama haitoshi, ndugu zangu, hii namna ya kutabasam na kufurahi hufanya moyo ukawa kama ua lenye kuchanua, ukajikuta una furaha katika kiwiliwili chako, furaha kubwa. Anasema Muhammad Amin, lau ansafa nasu, lau watakuwa waadilifu watu, fi tabassumi wa dhahik, katika kucheka na kutabasamu, watalichukulia jambo hili serious, lastaghnau an 3/4 mimma fi saydaliyati, kama watu wangelichukulia serious jambo la kucheka na kufurahi, wangejiweka mbali na mambo mengi ya madawa
madawa mengi wanayochukua katika pharmacy hizo na chemist. Kwa sababu gani? Dhahkatun wahidatun khairu 1000 marra min barshamati aspirin au habati kinin. Anasema kucheka mara moja tu au kutabasamu ni bora kuliko kidonge cha aspirin au quinine. Yani kucheka kunaweza kusababisha kuondoshia wewe maradhi, ukaona haja ya kwenda kwa pharmacist. Huna haja ya kwenda kununua quinine. Huna haja ya kwenda kutafuta madonge ukameza kwa sababu una stress. Huna haja ya kwenda kwa sababu ukapigwa masaji au vipi. Hivi vitu vyote vinaweza vikaondoka bitabassumin wa bidhahik, kwa kucheka. Ndio maana nikasema kuna faida zake. Kuna faida ambazo zinapatikana. Siku nyingine katika vitu vilivyowahi kunichekesha, kila nikikumbuka huwa ninacheka, ni baadhi ya sira, ni baadhi ya adabu al-arabi ambayo tumesomeshwa. Kuna taraif shatta fukahat, ulama wametunga, Ibn al-Jawzi ametunga vitabu kama vile al-aghani, mughaffalin au majanin au kama zote tumesomeshwa katika adab, na ulama wamevitunga hivi. Kwa nini wamevitunga? Upate kuburudisha watu wajue fani ya kucheka na kuondosha baadhi ya amradhi. Anasema siku moja alitoka Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ni maarufu, na alikuwa dhalim, alimuoa Said ibn Jubair. Njiani akapatana na bwana mmoja, akamuuliza maswali. Hajjaj akamuuliza maswali yule bwana, anafanya observation. Ataarifu Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj anamuuliza yule bwana njiani, unamjua Hajjaj bin Yusuf? Yule bwana akasema naam. Mnamjuaje? Hebu nieleze hali yake. Akasema dhalim. Yule bwana wala hamjui, anasikia tu mitaani. Hajjaj lo dhalimu mkubwa. Kumbe Hajjaj ndio mwenyewe anamuuliza. Dhalimu. Dhalim kweli. Mara nyingine akikaa na watu anasema mali ara ruusan qad aynat wa qad dana khitafuha, naona machungwa yameiva, imefika wakati wa kuyachuma. Yani vichwa vya watu anasema ni machungwa, imefika wakati wa kuyachuma. Anamwambia dhalim, huyo mtu dhalim. Dhalim. Akamuuliza atadri man ana, unazungumza unanijua mimi? Kamba sikujui. Sababu ana Hajjaj ibn Yusuf, mimi ndo mwenyewe huyo Hajjaj ibn Yusuf. Yule bwana pale pale akamgeuzia kibao, akamuuliza atadri man ana, na wewe unanijua mimi ni nani? Sasa sikiliza jibu lake. Hajjaj akamwambia sikujui. Akamwambia ana majnunu bani fulani. Mimi ni mwenda wazimu wa bani fulani. Asra'u fi kulli amin marratayn, kila mwaka napata wazimu mara 2. Kwa hiyo usinichukulie mwaka wangu wakupata wenda wazimu ushafika. Kwa hiyo maneno aliyosema ni hatari. Alijua huyu anakwenda jela tu moja kwa moja, na sio jela tu, kichwa kitakatwa. Unaniambia midhali mbele ya uso wangu? Sasa kubadilisha mazungumzo pale kwa pale, hii suratul ijaba. Muislamu anatakiwa awe nayo, awe mwerevu. Awe mwerevu, sio kutafuta hela tu, kutafuta radhi za Mungu, kuokoka katika baadhi. Na ulama wengi walikuwa hivyo. Suratul ijaba. Imam Shafi alipopelekwa muqayyadan mbele ya Harun Rashid, nataka kukatwa kichwa, alipoingia tu akatoa salamu, assalamu alaikum, salamu juu yenu. Kiongozi yule, wa alaikum salam, akajibu sema na wewe pia takhruju alayya, kata kichwa. Imam Shafi sema aina salam alladhi wa'adtani, iko wapi wa amani ulioniahidi? Anamuuliza, unasema nikate kichwa, umeniahidi amani iko wapi? Akamwambia mimi sikukuahidi kichwa hapa, katwa kichwa. Sasa umeniahidi, nilipoingia nimesema assalamu alaykum, ukaniambia wa alaikumus salam, na amani iwe juu yangu. Iwe juu yangu alafu nataka kukata kichwa? Yule akakaa vizuri, akaona mimi naongea na mtu si wa kawaida. Wewe ni nani? Ndio akamweleza mimi ni nani. Hili lilimtoa katika kifo kwa kujieleza vizuri. Ulama wako hivyo, na wengine sio ulama lakini wana upeo wa kujibu.
Kama Juha siku moja aliulizwa, hii ardhi kwa nini imetulia? Kuna kitu gani kilichoifanya kiwe na utulivu? Akasema kwa sababu asubuhi watu wakiamka, huyu anakwenda mashariki, huyu anakwenda magharibi, huyu anakwenda kusini, huyu kaskazini, na wote wangekwenda sehemu moja, ingeberuka hivi ikalala. Lakini wao ndo wanaifanya inakuwa stable. Huyu si mwanachuoni, lakini kasema maneno ukiyafikiria unaona kama kweli, lakini wallahi sio kweli. Mungu ana vitu vingine amevifanya ardhi hii ikatulia. Watu wakawa wanafikiri ni alim. Saa nyingine wanakuja kumuuliza maswali, wakamuuliza siku nyingine, tukiwa tunapeleka jeneza kuzika, tutembee nyuma ya jeneza au mbele yake? Sikiliza ni fatwa yake. Akasema msijali, tembeeni nyuma yake au mbele yake au kushoto kwake au kulia kwake, alimradi nyinyi msiwe ndani tu ya jeneza. Kuna mkiwa ndani ndo mnaenda kuzikwa nyinyi. Popote mnapotaka tembea. Al-Imam Shaabi ni mmoja katika wanachuoni waliokuwa na mikasa kama hiyo. Imam Shaabi, jana kuna mtu hapa alinipa kitabu kizuri cha Kiswahili cha hikma, cha stories. Imam Shaabi ni mmoja katika watu walikuwa wakitengeza stories kutokana na hikma mbalimbali, na hasa akizungumzia wanyama. Siku moja anasema simba na mbweha na mbwa mwitu walikwenda kuwinda porini, wakawinda arnaban, sungura, wazarafa na twiga, wadhabian na paa. Walipowinda vitu vitatu hivi, wakakaa wanataka kugawana. Wakati wa kugawana, simba yeye ndo mfalme, akamwambia mbwa mwitu, tugawie windo letu. Mbwa mwitu akasema al-amru wadih, mambo hapo yako wazi. Zarafa lil asad, wewe utakula huyu twiga au zebra, utakula wewe himaru wahshi wale wanaopatikana, na huyu mbweha atakula sungura, na mimi mbwa mwitu akasema nitakula paa, na nyama ya paa ndo nyama nzuri, mimi nitakula paa. Simba kachukua kono lake lile, kapiga kichwa cha mbwa mwitu mpaka kimetoka katika mwili wake. Kisha akageuka kwa mbweha, akamwambia mbweha, gawa wewe, huyo hajui kugawa. Mbweha akasema mambo yako wazi hapa ya sayyidi. Zarafa, hili tiga li ghadaik, ni chakula chako cha mchana. Wadhabi li ashaik, huyu paa utakula usiku. Wal arnaba li futurik, huyu sungura utakula asubuhi kesho. Mambo yamekwisha. Simba akasema aina taallamta hadhihi alqismata aladila, umejifunza wapi ugavi huu wa uadilifu wewe? Mbweha akasema indama tara ra'su dhib, nimejifunza pale kichwa cha mbwa mwitu kiliporuka. Pale ndo pala nilipojifunza mimi. Jifunze wapi? Na mimi changu kiruke kama vile. Unajifunza kutokana na watu wengine. Na hivi ndivyo mtu anavyotakiwa awe haraka ya kujua mambo. Sasa Imam Shaabi anasema siku moja alikuja kuulizwa hadithi. Kuna hadithi moja inasema tasaharu, kuleni daku, walau an yadaa ahadukum isba'ahu fi turab thumma yadaahu fil fam au fi. Kuleni daku hata kama mtu kuweka dole lake kwenye mchanga alafu kaeka mdomoni. Hii hadithi taban sio hadithi, ni hadithi maudhui au ni hadithi dhaif. Lakini kuna mtu alikuwa anaijua yeye, akaja akamuuliza Shaabi, sasa hii hadithi ya kuweka dole mchangani kupeleka mdomoni kwa daku, hebu niambie ni dole gani hilo tuliweke mchangani tupeleke kwenye mdomo? Shaabi akakamata dole gumba la mguu akamwambia hili hapa. Ni mikasa yake ilivyokuwa, maana yake akiashiria kwamba hii hadithi sio sahihi, hauwezi kupeleka dole gumba la mguu kapeleka mdomoni. Ishara yake kwamba hii si sahihi. Watukufu wa Islam, kucheka kunafarijisha, kuna ufanya moyo ukawa katika burudani, na ni maisha ya binadamu, huwezi kuepuka. Lakini isiwe maisha yako yote wewe ni kucheka tu. Isiwe kila wakati kuanzia asubuhi 24/7 wewe unacheka tu. Kuna nyakati unatakiwa uwe hivyo, na dhahik mu'tadil ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير.